Nemono sana mwanchumulia vitaseni kia Ndizi TV nemambia na ndengo kwaligania asomoro bele wense yobonchelia etinde twemanye na reyaga ntatakokolekana ase sector yo akerondo chenga chitariki na 30 mutinyo gatano nalimo omwaka oyiga bwechiri bubere 2023 kerondo chenga nilitukolio moelio dio mutinyo ogatano nalimo kerongo batebinga happy new month in advance kiagera litukolia angyo ne tariki ya moni metenga abange mubuko bobono igani go ichiro mwanchumuliye nande kwabere ko gotara ase chiro kwabere gukoligereria na kiamaguriye bintagendete gokorekana yo nabwo sangana nche asomorobeliga wetera sinambiriga bwa screen yago manyinga yoko bwatia omorobeli koruna boigo magori kikwararire abere kawonjere kore ndu mwanchumuliye ndete kumanyanga litukolia angyo magigaye bili chibesa gwetigwa ngo chakere gokora emirimo bene animono asa maguri ya mafuta arachi komenta igumo nchumuliye go ike weekend ninchi kumanyanga elita ya mafuta irenga yakire kore ndegenda gusangana nchumanyanga kero gwachite gokora shopping yago ebintonga kikwaroche amagori ale mwanchumuliye na litukolia butambi litukolia Friday bagatani furahi day litukolia mogoko kabisa ase studio gaiga ndo chengani mbato mogeni ase studio oyo bwateni bo mwanchumuliye Ego onya ikoro monchiriria onya koro mo size ko gari oganete gochakio bonchiriria bwago litukolere ntuko kweresa na kioko enyorere nibo ochakio bonchiriria elindo egenderere go manchimulia sanga na intwe gochaka bono iga goika omoiririe talia na Frida Kerubo nyora sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeri ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya wetera www.ndizitv.net ngo kwaligani bene elinde tusanga sobwamo kondo mwanchumuliye atengire libageria bene kwaligani umugeni ase studio elinde atumanye na kiakorokwa na boigonga yakuruge gasoro ngorwa Gusii ningikelia abakora karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa kwanza kabisa nimeshukuru kwa kuweza kunialika kwenye Ndizi TV leo ili tuweze tukawasiliana kuhusiana na ile tunayofanya. Kwa majina naitwa Erick Mitema. Mimi ndiye manager wa Musoni Microfinance pale Kisii branch. Musoni tunahusika na kupeana mkopo ya wafanyabiashara na tumekuwa kwa muda tangu wa mwaka wa 2019. So tumekuwa tunatumia sana teknolojia haswa rununu kuweza kupeana mkopo kwa wateja wetu haswa wasiokuwa kwenye benki kuu. Kwa njia hii tunapeana mkopo kwa jinsi iliyo na bei nafuu na vile vile tunajali sana maslahi ya wateja wetu kwa kupitia mapato yao yenye wanapata kwenye biashara yao tofauti. Asante sana kwa kufika katika studio yetu ili tuzungumze mengi ni vipi mwanabiashara anaweza kupata pesa na kujiendeleza katika biashara yake. Ambia mwana sana mwanchumulia yutaseni kia Ndizi TV. Ani katagenda tagosanga imeyomorobele wense yoboncherelia astobwate manager Erick korwa sinsemo chirichia Musoni Microfinance uyora chikutumanya amange wetera na kibako na chibesa na kekero ncherelia akwimukiye gitambukiro gochye gusaba kibesa cyeri kabesa kurwa sensemeri ningikeri bakurigereria bamenya ko kwa kibesa nabo ibonege kakinganana na kyukoira kwamanya koira nigo mwanche muligenda gusanga na intwe elinde oyemanye amange umetueleza kwamba Musoni Microfinance ilianza mwaka wa 2019 hadi sasa inaendelea na kujihusisha na vitu tofauti haswa kupeana pesa katika wanabiashara. Hebu tuambie mfanyabiashara akitaka kupata pesa kutoka Musoni nini kile ambacho kinahitajika? Asante sana Frida kwa swali nzuri hilo. Haswa tunapeana mkopo kwa njia 4. Tunapeana mkopo kwa wale wenye wanafanya biashara kama business loans. Tunapeana mkopo kwa wale wanaotaka kumiliki kitu kwa mfano asset finance. Na tunapeana mkopo kwa wale wanaofanya
biashara ya ukulima, kwa kimombo ni agribusiness. Na mwisho pia tunapeana mkopo ya kielimu, kuweza kupata fedha ya kulipa karo na mambo kama hayo. Mahitaji yenye tunataka, kama unataka kupata mkopo na sisi, ni mambo yenye sio vigumu kupata. Acha tuende pole pole. Tuanzie kama mtu anahitaji kupata kitu kama gari ama shamba, ama kama anataka kujenga nyumba, pengine mnahitaji nini, mnaangalia vipi hadi mtu anakuwa qualified kupata hiyo loan? Asante sana. Ya kwanza lazima hawe kwenye hiyo biashara. Hawe amehitimu kwenye hiyo biashara kwa muda sio chini ya miezi 6. Ndiposa tunamtembelea kwenye biashara yake. Na biashara lazima iwe na zile hitifadhi za kuonyesha kuwa amekuwa kwenye biashara, kwa mfano license ya kibiashara. Kuweza kujua uwezo wake wa kulipa mkopo, huwa tunaomba statement haswa ya M-Pesa, na vile vile ikitakikana sana huwa tunachukua pia ya benki kwa kiwango ya idadi ya pesa ya zaidi ya 1500 na alafu tunahitaji guarantors wa mkopo huo. Haswa huwa ni kama ni mtu mwenye ako kwenye ndoa, huwa anakuwa bibi wake ama mtu wa ukaribu wenye wanafanya nao biashara. Asante sana kwa kutuelezea kile ambacho kinahitajika ili kupata huu mkopo. Mpenzi mtazamaji angependa kujua kama yeye ni ama ndio anahitaji kuanzisha hiyo biashara, anaweza jipatia mkopo kutoka kwa Musoni Microfinance? Ndio anataka kuanza biashara. Asante sana kwa swali nzuri. Mara nyingi kwa yule anayeanza huwa ni vigumu kupeana mkopo, sababu hajakuwa na ile tunasema experience ya huo biashara yenye anataka kupewa mkopo huo. So huwa tunamshauri afanye biashara kwa angalau miezi 6, ndiposa sisi tuweze jumuika naye kuweza kuinua hilo biashara. Ukiangalia Musoni Microfinance huwa inapeana mkopo kwa mtu binafsi ama kwa kikundi? Asante sana. Hapo awali tulikuwa tunapeana kwenye vikundi. Lakini kusonga mbele, kwa sasa tunapeana haswa kwa watu binafsi. So mtu akiwa na biashara na amejisimamia kibinafsi, tunampa mkopo kulingana na biashara anayofanya. Umesema pia mnapeana mkopo kwa ajili ya masomo. Pengine unaweza tuelezea kama mwanafunzi ama mzazi angependa kuchukua mkopo kwa ajili ya masomo, ni kanuni zipi ambazo anafuata? Asante sana. Tunapeana sana mkopo kwa ajili ya kielimu, na mkopo kama huu huwa ni karo. Mteja atatutembelea kwenye ofisi yetu na tutaangalia uwezo wake kupitia M-Pesa statement yake. Na angalau kupitia M-Pesa statement tunaweza tukajua uwezo wake wa kulipa huo pesa. Na vile vile akiwa kwenye biashara, vile nilisema hapa awali, zile itikadi za kibiashara, kwa mfano kama license, tutaweza kuhakikisha nazo. Alafu tutampa mkopo huo. Huu mkopo wa kikaro huwa tunatuma moja kwa moja shuleni kwenye akaunti ya shule, na tunampa kijikaratasi ya kuonyesha kuwa tushalipa huko. Asante sana. Mbyamano sana mwanchumuli bitaseni kya Ndizi TV. Niyo togendeta gusanga emeyomorobili obwense yoboncheria, togendeta gusanga ne manager korwa Ense ya Musoni Microfinance, asagendeta kwerera obokoreri bwabo na kiba kwena na chibesa chiri kabesa singincho yo kwegendereria nabakagukwanira nigo bakwena na chibesa gwetera chinchirenya ngoenda nabale asibali bagukora ubulimi no boncheria agribusiness, ngoenda nabale asabantu bali
batete kwenyorera ebintu bunegari ateba senseme ya assets gose endemero nabo igonkwena nabare asensemeri oli otete gogendereria masomo aye gose asomo ibori oli otete gwakana school fees nabo igonkwena nabare asensemende yabonchiririe nyegotete gokinya obonchiririe bwago nyegotete kogari obonchiririe bwago abona bo bakoreri bwabo kolende tiatoresera sobwagari ekero monto achire koya chibese chiga akero kende gikakengana na kia koira umanya kwa gwa chibese ichi na ndege gikakengana na kia koira umanya guchirani ne chibese irenga chiri chense kegima omontara bega kwenyore gogenda gusangana into mwanchi murigeria asomoro biliga elindogendere kuimanyia amange. Erick, mpenzi mtazamaji angependa kujua akitaka kuja Musoni pengine mnapatikana wapi huko kwenye mji wa Kisii na ni pesa ngapi ya chini kabisa mnaweza peana? Asante sana kwa swali hilo. Ofisi letu liko kwenye gorofa la Umoja Complex pale Kisii Town, first floor. Akifika pale ataweza akatupata kwenye ofisi yetu. Alafu kulingana na swali ya pili, mkopo ile idadi ya chini kabisa yenye tunaweza kupeana kwa wateja wetu haswa wateja wa kibinafsi ni shilingi 50,000. Ukiangalia mfanyabiashara akikuja usema kwamba mnaangalia kama amekuwa katika hii biashara miezi 6. Unaweza pata mtu maybe anauza nyanya, anauza sukuma pale, hiyo pia nayo ni biashara. Pengine tuelezee kwa upana ni biashara gani ile mnaangalia ndipo sasa muweze kupeana huo mkopo? Asante. Kila biashara ina mapato yake tofauti. Na vile nilikueleza hapo nyuma, akija pale kwetu kando na kupeana mkopo pia tunamshauri haswa jinsi ya kuweza kupata mkopo huo. So akija pale tutamuomba na tutamsaidia kutoa statement ya kwake haswa ya M-Pesa, na tutaweza kufanya analysis ama kuikagua ili tuweze tukamweleza ni kiwango kipi cha fedha anayeweza kupata kutokea kwetu kulingana na biashara yake. So tutamshauri kama ataweza kuhitimu tutaweza kumpea, na kama ataweza kuhitimu tutamweleza ni kwa muda gani anafaa ajikaze zaidi kwa kutumia statement ya kwake ili tuweze tukampea mkopo. Ukiangalia pengine nyinyi huwa mnatembelea wana biashara, mnaangalia mahali ambapo wanafanyia biashara yao? Ndio. Huwa tunatembelea wateja wetu. Kwa wale wenye tushawapa mkopo ili kudumisha uhusiano njema na wateja. Mara nyingi huwa tunatembelea ili tuweze kupata feedback ama maoni kutoka kwao kulingana na jinsi walivyopata fedha ya kibiashara kutoka kwetu. Na vile vile tunatembelea pia soko tofauti tukifanya mauzo ili tuweze tukapata wateja wageni kwenye Musoni. Ukiangalia kuna pengine mfanyabiashara alichukua mkopo kwa wizara nyingine hajairudisha, pengine huwa mnadetermine aje, mnajua kwamba huyu ako na mkopo na atarudisha hii yenye tutampea? Asante sana, ni swali njema sana. Kila mtu mwenye anahusika kwenye biashara kwa wakati huu huwa kuna CRB report. Kulingana na CRB report moja kwa moja ukinakili nambari ya kitambulisho ya mteja yeyote una uwezo wa kuona baadhi ya mkopo anazokuwa nazo kwenye vituo za kupeana pesa kwingine. Kwa njia hiyo tunaweza kumshauri kulingana na uwezo huo ni kiwango kipi anaweza kachukua hela na vile vile kumsaidia kwa maoni. Pengine kuna wafanyabiashara wengi wamesikia kwamba mnapeana mkopo, hawajui kwenda kutumia hizi pesa venye watazigawa ili wapate faida na kurudisha. Kuna wengine wanapata wanachukua mkopo wanazitumia kwa njia mbaya. Pengine katika upande wenu huwa mnawapea ushauri jinsi ya kutumia hizi pesa ndiposa wapate faida na kurudisha ambazo zenye mmewapea?
Ndiyo, asante sana. Ukiangalia baadhi ya wateja tuliopea pesa, asilimia 60 ni wanawake na vijana. Na vile vile asilimia 50 ni haswa wale wasiokuwa kwenye benki kuu na wako eneo ya mashinani. Wateja wa aina hii mara nyingi hawana maoni sawa kupitia njia ya kutumia ama kukuza pesa wanaopata. Sisi kama Musoni tunapeana mafunzo kwa wateja hawa ili waweze wakapanga vizuri pesa wanazopata kwenye biashara yao, na vile vile waweze kutengeneza plan ya biashara nzuri ili iweze ikawanufaisha, kuweza kuweka ajira kwa wengine, na vile vile kulipa mkopo tunayowapea. Pengine mtu akitaka kuchukua mkopo kutoka Musoni Microfinance, ni muda upi unachukua ndiposa aweze kupata hizo hela? Muda unaohitajika ni 72 hours baada ya masaa 72. Lakini saa zingine kulingana na uwepesi wa mteja fulani kupeana zile stakabadhi yenye tunataka, huenda ukakuwa chini ya muda huo. Hivyo inategemea na mfanyabiashara jinsi amecomply na mahitaji yenu. Mbia mwana sana mwanchumuli Kisii and Ndizi TV ni gatogendete gusanga imeyomoro bilyo bwense obonchereria asitogendete gusanga ne manager Erick kurwasti nsemo chiri cha Musoni Microfinance oyogendete kwerera obokoreri bwabo nabo igonga kyoko enyorera chibestieri kabeso asoko ene kibnayo musauri sikugali gosomo onchereria ngogendereria robonchereria bwabo nabo kwegenderia soko ene kyanganko enyorera ore engeria yago ya kirarito kwendo mwancho murigeria ati aturaso aso mutimo komoke igoto koirana ndosange amange. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Nore meire nechibesa choko gendereria na gukinya obonchorere bwao. Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao. Goru atore chilon choko gendereria meroberio ao yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru. Boigon koru atore chilon ase abaremi na bonchoreria ao. Ngoro kukare ngoche Musoni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebibye sukuma spinach nabogorie bituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisanya biashara bami inju Musoni mobogori chibesa mokorere biashara tiga guikaranza ispo ne chibesa chire Musoni wane tokuba arigania ase Musoni Microfinance ande bwese ogane chibesa chokore biashara ese biashara bya biranire Ense nabagucha Musoni twamokonye go boost biashara byaye nigo toreme omochio bosongo asama gacha umoja egorobe ntanga ni barabara ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro weterase namba enoti 52 isano nemo isano nemo ibere Musoni Microfinance ya masa Enyagitari ya World Health Center iyi gutuka imijumu chukisi nigi kurwa bokorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwa marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boigo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory
nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, nobondobonke. So na kito karo montage obviously to make sure nga twa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Happy Sabbath, happy day omwanju muligiribigeta senikia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase olekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike byaga ngabona moyo negoka isaranza yonkuyigore byage yigore linde ndia matukonsi no mona matebe omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko bako ngumurizio nyago koranderio mundo nga karuense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magega ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na momenteru ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed.
weekend yatabwa tumuru biryurumba tari weekend abantu bonse piko batabinga enere shona mbeyemo eshoemo kabisa esho ya rumba kitoko mwana tambe Yesu baba kata yena niye mashapate basalela baba kasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi mange Sheba mwekero biwayo na manyomo na muzikio agano tukutuara chipanda awa tuabina rumba okwe miziki ya kala na kwe miziki ya mebo ujisukuru Rumba, chilingala, zilizopendwa tuwabugichi ohangla tuwabugie misiki yonse ya kare mono ye chinga kichiri misiki buneli yabo Franco Luambo Makiadi oine tomanyete mono orenge umusacha ase abali bacage tumusiki rumba no twamanya ko rugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emisiki menge myanso misiki ya kelero ya rumba na kwelingala na kwelisi pen yuspebyo kurukubulito sa rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tuwezi kumocha kwa batemwezi pi inyorangani kulia Jumamosi chinza nisa nebenenusu tokiria mabelera tokina mabelera kila lito rumba imeya Ndizi TV. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokoreri ao asamangana ya maiso na konie birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiamano sana mwanche muliye vitaseni kia Ndizi TV na ndengo kualigania asentunde ya kabere chinga kitandeta kusanga imeyo morobele obwense yobonchelia asitogandeta kusanga nere Erick oyore manager Ense Musoni Microfinance unagendeta kuerera obukoleri bwabo animono ase okoena na chibesili kabesa sabo onchelia nabo igokoene kyabuna na barobunko egendelia bale singenchi okwenyolera engere yabo yakiralituko kondo mwanche muliye tobeto kukwanera mange akundente te Erick naenda mwaligane bene atatebi asense moyaye kyumontara acholere Musoni Microfinance kyagira ntumetenga abantana bange bakwena na chibese chili kabesa gusino ne chibenki nkwena na chile chibese chiga chili kabesa kyumontara atigire kwanyolera chibese sense meliye bengi ache asense mo ya Musoni Microfinance kogendera gusanga na ntumo nchumuliye asense mo chichi mitandao asense mo ya Facebook nabaga tonyara gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sense media YouTube gwetera Ndizi TV News waigona bugusanga n'intweli boli lyago wesekerengera likiago gwetera sina mbili kwa screen yago. Erick, mpenzi mtazamaji angependa kujua kuna hata bengi zinapeana mkopo, unaweza pata mkopo kupitia kwa simu yako, kuna zile digital online lenders. Mbona mtu achague Musoni Microfinance? Asante sana kwa swali hilo. Hapa awali nilikueleza 50%
ya wateja tunaowahudumia ni wanawake na vijana. Na haswa wale wenye kwenye mashinani. Unapata sehemu ya kama hawa au sehemu kama huku hamna benki kuu ili mtu aweze akafungua akaunti kwenye benki. So Musoni haswa inatumia teknolojia kurahisisha kuweza kupata mkopo kwa bei nafuu, vile vile kwa njia wazi, na haswa tunatia maanani sana kwa kusikiza na kudumisha uhusiano wetu na wateja wetu. Ukiangalia Musoni Microfinance ilianzia wapi hadi mkachukua hii fursa ya kutembelea mji wa Kisii, mkasema lazima mfike mashinani muweze kuinua wafanyabiashara wadogo? Asante sana. Tulianza kufanya biashara mwaka wa 2009. Na tulianza na kufungua baadhi ya maofisi haswa Nairobi. Ofisi yetu kuu iko sehemu ya Kilimani. Tuko na ofisi sehemu kadha wa kadha. Kwa mfano tuko na ofisi Kiambu, tuko na ofisi Embu, tuko na ofisi Nyeri, tuko na maofisi ya kuhudumia watu sehemu za Machakos, sehemu za Kitui. Ukija upande huu wa Western, tuko na maofisi Nakuru, tuko na ofisi Kitale, tuko na ofisi Kakamega, Kisumu, eneo ya Migori, eneo ya Homa Bay, eneo ya Kisii, Narok na Kericho. So tumeweza tukaenea kwenye baadhi ya eneo hizi ili tuweze fikia wateja wetu kwa njia mwafaka na kusaidia kuwajenga kwa njia ya kupeana mkopo kwa bei nafuu. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, turnout ya watu kujipatia huu mkopo imekuwaje? Ukiwa sehemu ya Nyanza, ofisi ya Kisii ndio ofisi la kwanza ililofunguliwa. Na vile vile ndio imekuwa kwa muda mrefu sana. Naweza sema tumepokea wateja wengi kupitia Kisii, haswa wanaofanya biashara ya kilimo biashara, na wanaofanya biashara ya ubinafsi ya binafsi, kwa mfano business loans, na wanaofanya biashara ya asset financing, kumiliki gari ya kibinafsi na vile vile gari ya kibiashara kama PSV na kadhalika. Ukiangalia mtu akipata mkopo kutoka Musoni Microfinance, pengine unaweza tuelezea tu kwa kifupi ni muda upi anaochukua ili kurudisha huo mkopo na ni katika kiwango kipi? Hilo ni swali nzuri. Kila mteja ana uwezo tofauti. Lakini sisi kama kampuni pia tuko na standard ama itikadi zetu tunazotumia. Kiwango ya chini yenye mtu anaweza akichukua mkopo ni kiwango ya miezi 6. Lakini ikiwa kiwango ya juu zaidi ni miezi 36. Miaka 3. Ndio. Ukiangalia interest rates zenu ziko vipi? Hapo vile nilisema tu hapa awali, iko nafuu zaidi ukilinganisha na hizi maeneo zingine zinapia na mkopo. Ndio. Kwa bei nafuu zaidi. Mbyemana sana umwanchi muri bitaseni ya Ndizi TV. Niko twendete gusanga Ense ya Musoni Microfinance, atugende tosanga nere Erick yore manager Ense. Abunagendete gutwarira obukoreri bwabo kurubaga cyagite abakagukwaniranga nigo bacagite umwaka bwikiri bubere na kianda Ense yo mu Nairobi. Bakaruranye nchonero abantu asorogongo rwa Gusii
baba kwenyolera chibesichi asing'encho yokogendereria obonchiriri bwabo bereka gukwanera chinsemo ao monta kwenyolera chibesichiga akorende tiango torigererie amabori abera atatu na kio monta kwenyolera chibesichiga. Erick, mpenzi mtazamaji anauliza sababu hatukuwa tumeongelea kwamba ni watu wa aina gani mnapeana hizi pesa. Nauliza kama ni watu chini ya miaka 18 ama lazima mtu afikishe miaka 18 kuelekea juu. Asante sana kwa swali hilo. Kulingana na sheria ya nchi, angalau mtu akishahitimu miaka 18 na zaidi, ndio tunapeana mkopo, sababu moja wapo ya stakabadhi tunazotumia kupeana mkopo, lazima hawe na kitambulisho ya kitaifa, na vile vile hawe na nambari ya simu uliosajiliwa kutumia jina lake. Ukiangalia wale watu ambao wamekuwa wakichukua mkopo, mtu anaweza fika mahali biashara iende mrama, aweze asipate faida venye alikuwa anatarajia. Pengine katika hiyo hali, nyinyi katika Musoni Microfinance huwa mnachukulia vipi hilo swala wakati mtu ameshindwa kurudisha ule mkopo? Swali nzuri. Mara nyingi tukipeana mkopo, huwa tunajaribu sana kuweza kupeana mkopo kulingana na uwezo wa mteja huo aliyetutembelea ama huyo mteja. Lakini kwa sababu zisipoepuka kulingana na mambo usiyopanga yakitendeka, mteja kama huo akiwa na tatizo, tunaweza tusikiza na tukafanya ile inaitwa restructuring, ili tuweze tukamwekea kiwango ya chini ya kuweza kulipa mkopo huo bila yeye kuwa na tatizo kwa muda fulani, ndiposa mambo yakiwa sawa zaidi anaweza kaendelea kulipa mkopo kwa njia ufaao. Asante sana. Acha niangalie ujumbe 2-3 alafu turudi kwako. Mimi na sana mwanchumulire achinga kitani kusanga imyomoro bili bwensi obonchiri asinsemo chiche mitandao, asensemo ya Facebook na watu nya wetra Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News. Nindo che mbaroro bagende tokobwatia omorobelio asensemeli ya Facebook nindo che Kirandi Dennis agotebanga watching live mbiamano sana. Omogaka matembe chegesora Ben agoteba madukani kijijini Kisii locked in, agoteba nobali no musbati omwabo Eva Gesore mbiamona sana, nobali na MC Kenzo Msani mbiamona sana. Victor Omondo korachinse machichi ya Nairobi West agoteba nonde ime yomorobili una botambe agoteba hadi tamati mbiamona sana. Devi Vitange agoteba from Doha Qatar Hamad International Airport Nikolok mbiamono sana. Ntoroche Matiangi Omonda agoteba noali imeyomorobili mbiamono sana. Vicky Yang Mpole agoteba keep up the good work mbiamono sana. Omaturi Vincent bomachoge bora witongo bwisangyo seito nonde ime yomorobili mbiamono sana. Mbiamono sana nikotogendete gusanga na Erick oyore manager Ense Musoni Microfinance astogendete gukwanera obokoleri bwabo anemonogaiga asoro gongoro wa Gusii na bakwena na chibesiri kabeso gukia sabo nchiriria nabigo kwene kianganko igendelie bale nabakagukwaniranga atali ensemo yo bonchire buka bakwena na chibesicho ngwena na bale Ense no nyino moiboli obwato omwana tete kumwakanera school fees na bogotali ensemo chiri elinde onyorere chibesa. Erick, kuna mpenzi mtazamaji anauliza pengine lazima ukue na bank account ndio upewe hizi pesa ama? Swali nzuri. Vile nilieleza hapa awali, kwa kiwango ya pesa chini ya shilingi 1,300 sio lazima uwe na bank account ili tuweze tukakupea mkopo. Na vile tena nilisema hapa awali, lengo yetu ni kuweza kufikia wale wasiokuwa kwenye benki kuu kuweza kupata mkopo ili kuwanufaisha kibiashara na kuwaikimu kibiashara.
Ukiangalia katika huu mji wa Kisii ukilinganisha na hayo maeneo mengine, pengine unaweza elezea vipi watu ambao wamejitokeza katika kupata mkopo kwenye Musoni Microfinance? Watu wameweza kujitokeza kwa idadi kubwa zaidi. Haswa vijana na wanawake nilivyosema hapa awali. Kulingana na wale tumeweza kupea mkopo kwenye kampuni ya Musoni, 60% ni vijana na wanawake. Ina ishara kuwa tunaweza kuwanufaisha kwa kuwapea mkopo, kuinua biashara yao, na vile vile kuwaelimisha ili kuweza kukuza mkopo kwenye biashara. Pengine kwa mtazamo wako, pengine unafikiria mbona wanawake na vijana ndio wamejitokeza kwa wingi ili kupata pesa ya mkopo? Pengine wazee pia wako katika biashara ama vipi? Sio vile, lakini lengo letu kuu ilikuwa kuweza kufikia hii sekta. Ndio kwa maana unaona baadhi ya wateja wako kwenye hiyo sekta. Ndio. Ukiangalia mpenzi mtazamaji angependa kujua pengine wakati mnapeana huu mkopo huwa mnafuatilia hao wafanyabiashara wanaendelea vipi? Sababu unaweza pata mahali pengine maybe mtu alichukua mkopo akaenda biashara akafunga, pengine mnafuatilia, mnaangalia vipi biashara inaendelea? Ndio. Kila wakati tunapopeana mkopo baada ya mwezi mmoja, kila afisa anayehusika na mteja fulani wa fulani lazima huwa atembelee huyo mteja kuhakikisha kuwa yale fedha aliyopewa kwa njia ya mkopo ameyatumia vizuri. Na isitoshe huwa sio mara moja. Mara nyingi huwa tunajaribu kudumisha uhusiano na wateja wetu ndiposa waweze kutupea wateja wengine na kuboresha biashara yao. So huwa tunatembelea kwa wakati mara nyingi kila miezi mitatu ama miezi 4. Lakini haswa tukipeana mkopo lazima tufike pale tujue kuwa huo mkopo ulitumiwa kwa njia unaofaa. Kuna wale ambao wanachukua mkopo, tuseme kama alichukua tarehe 1 mwezi wa 6, ikifika labda venye mliafikiana, ikifika mwezi wa 7 tarehe 1 kuna kiwango anafaa kurudisha, ikifika hiyo tarehe apitishe, ni nini huwa kinafanyika? Ni swali nzuri. Mara nyingi tukisha kupea mkopo tunajua kulingana na biashara ama shughuli ya kibiashara huenda mtu akasahau. So wiki moja kabla ile tarehe ya kulipa huwa tunampigia simu ili kuweza kumkumbusha. Na mara nyingi huwa utapata kama huwa wanapita ile tarehe unaofaa, huwa umeweka malipo ya mkopo. Ndio. Sijui kama upande wenu mmekutana na defaulters, kuna mtu biashara yake ilienda ikaanguka kabisa akafunga, sijui kama wao mnafuatilia vipi wakati mmempea mkopo, mnahakikisha kwamba amewarudishia hiyo pesa? Ndio. Baadhi ya changamoto tunazopata kwenye biashara ya kupeana mkopo ni kama hizo. Mara nyingi kwa bahati mbaya unaweza kupeana mkopo na mtu ashindwe akalipa. Lakini kabla tufike ile kiwango ya kuweza kuitafuta kwa lazima, watu tunajaribu kupata suluhu kwa hilo jambo kabla tuchukue hatua lolote. So mara nyingi lazima tutembelee mteja, tuweze tukamsikiza upande wake, tuelewe ni biashara ilianguka, na kama biashara ilianguka tunaweza tukafanya ile kuzidisha muda ya kulipa mkopo. Ukizidisha muda ya kulipa mkopo, ile kiwango yenye analipa kila mwezi huwa inaenda chini. Kwa kimombo tunaita restructuring. Kama hiyo itakuwa moja wapo ya suluhu ya kuweza kufanya
huyu mteja aweze kalipa mkopo, huwa tunachukua huwa hatua na tunamsaidia kwa njia hiyo. Vile vile tunaweza tukamsongezea siku labda kulingana na ile biashara yenye aliweka pesa. Kwa mfano kama alikuwa kwenye ujenzi na anatarajia kupata pesa lakini muda hujafika, tunaweza msongezea labda muda ya miezi 3 ili aweze akapata nafuu, ndipo akishamaliza hiyo ujenzi anaweza kalipa huo mkopo. So huwa tunajaribu kupata suluhu kabla hatujaenda kwenye last resort. Hiyo ni ile ya kufuatilia sasa kwa lazima. So vile nilisema hapo nyuma, tunajaribu sana kudumisha uhusiano njema na wateja wetu. Ukiangalia tuseme mfanye biashara katika mostly katika mji wa Kisii ni watu ambao wamekodisha. Unaweza pata biashara alifunga, amepatia pengine. Kama upande wenu ni security gani ile ambayo mnaweka kwa pesa zenu kuhakikisha kwamba huyu mtu hawezi toroka aende mahali na pesa zenu? Asante sana. Kulingana na itikadi zetu, mtu anapotaka mkopo na anaishi kwenye jumba la kukodesha, huwa tunahitaji garanta mwenye anaishi kwenye boma lake. So huwa inatusaidia kuzuia mambo kama hayo yenye umesema. Na vile vile huwa tunajaribu sana kuweza kushauri mteja kuweka security ili kwa mfano kama shamba ama logbook ya gari ili aweze akahifadhi mkopo wake kwa njia ufaao. Ndio. Pengine kwa upande wa guarantors, ungependa utuelezee pengine mnaitisha nini hawa guarantors? Unaweza nipea mimi nahitaji mkopo, unipee form niende nijaze wale guarantors nataka wanisainie. Pengine una identify aje huyu guarantor mwenye nimekupea ni wa ukweli? Asante sana. Mara nyingi kabla tupeane mkopo huwa tunatembelea wateja kwenye sehemu ya biashara na vile vile kwenye boma lao. Na vile vile garanta, unapotupea garanta huwa tunawatembelea pia kuhakikisha tunajua sehemu anayoishi. Ile huwa tunataka kwa garanta ni ID yake, na vile vile lazima huyo garanta awe na uwezo. Kwa bahati mbaya ukishindwa kulipa huu mkopo, uwezo wake wa kifedha kuweza kulipa huu mkopo lazima uwe. Ndio. Kuna sijui kama hii ishawafanyikia, kuna some incident unaweza pata mfanyi biashara maybe alichukua mkopo na ameaga dunia. Such a cases mtazihandle vipi? Asante. Kila mkopo tunayopeana huwa imekatiwa riba insurance. Kama mwenye alichukua mkopo kwa bahati mbaya ameaga dunia, huwa tunaomba next of kin wake waweze wakatusaidia na burial permit ama death certificate na kitambulisho ya aliyeaga. Ndipo sasa tunatumia insurance yetu ili waweze wakalipa huo mkopo. So hiyo ni mojawapo ya mpangilio yenye tuko nao kwenye kampuni kuweza kukuza mambo kama hayo. Ndio. Pengine unaweza tuelezea ni faida zipi zipo katika mteja kutembelea Musoni Microfinance na kuchukua mkopo? Faida ni mengi. Lakini nitataja tu kama 3. Haswa jinsi inavyosaidia vijana. Ya kwanza, akija kututembelea ataweza kupata mkopo. Na mkopo kwa mfano vile nilisema, wale wateja wanaoishi sehemu ya mashinani, anaweza akaendelesha biashara yake ya kilimo na kupitia hapo anapata ajira
na vile vile anaweza kaajiri marika wake kwenye eneo kama hizo. Ya pili, tunapeana mafunzo and entrepreneurship development. Mafunzo haya haswa inamsaidia jinsi ya kupanga mambo yake ya kibiashara, jinsi ya kutumia pesa ya biashara kwa njia ifaao, ili aweze akakuwa na tatizo na mambo yake ya kibiashara. Ya mwisho, tunafanya collaboration na wastakabadhi wetu, haswa Association of Microfinance Institutions, ili kuweza kupata zile shida zinazokumba vijana na wanawake na kuwazuia kupata mkopo. So tukipata maelezo kama haya, inatusaidia kuweza kusaidia wateja wetu kwa kuwapea mkopo kwa njia ulio wazi, bei nafuu, na vile vile kudumisha uhusiano njema na wateja wetu. Ndio. Asante sana. Kuna mpenzi mtazamaji anauliza swali kwamba kama mtu binafsi angependa kuchukua mkopo kwenye Musoni Microfinance na hana biashara, pengine mnaweza muangalia kidogo huwa inakuwa vigumu. Lakini kesi moja ama ingine huenda tunaweza tukashughulikia. Kwa mfano, nikipeana ishara ya labda mtu anataka mkopo ya kielimu, kuweza kulipa karo ya shule, na ameajiriwa, basi kwa mfano huo huenda tunaweza tukampea, sababu tutaweza kutumia njia yake ya mapato kama mojawapo ya kuweza kupata malipo ya huo mkopo kila mwezi. Lakini haswa huwa sana tunapeana mkopo kwa wafanyabiashara. Ndio. Ukiangalia katika kilimo biashara, pengine mnaangalia vipi nayo hiyo upande ndipo sasa mnaweza kupeana mkopo? Kwenye kilimo biashara mara nyingi unapata wateja wenye wanafanya biashara kilimo hawaweki rekodi zao vizuri. So tukiwatembelea pale, tunaweza tukawahoji. Kwa mfano, utaweza ukamuuliza, nikipeana mfano ya mwenye anafuga ng'ombe, unaweza ukamuuliza kwa siku unapata lita ngapi ya maziwa, na unafanya kazi siku ngapi, na unauzia kina nani. Alafu vile vile unaulizia kuhusiana na zile expenses ama zile fedha analipa kwingine. Ndiposa tunapata kiwango ya ile pesa anapata kila mwezi, na tunaweza tukampea mkopo kupitia njia hiyo. Asante sana, ningependa ushikilie hapo tuingie katika mapumzikoni kidogo. Tukirudi tutaendelea kuzungumza mengi. Mimi na sana mwanchi muri Vitaseni Ndizi TV ni gotoka nitagosanga imyomoro buli bwense ubonchelia astoga ndete kwemanya igoro yobokoreri wa Musoni Microfinance na Erick agendete gotosemia kundo mwanchi muri yete turasoso mutumuko mukigo tuskato nyegera ngwira ntarasige kege Kerubo sio elinde tagende gosanga amange. Ndizi TV, ubwansu bw'umugusi. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Na vile kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto,
kuona wanyamapori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule kila wikendi. Tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the Bride of Kisii. Happy Sabbath, happy day omwanju muri gita seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukulia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ng'omonto yo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugore byage yigore rinde ndia matukonzi no mona matebyo omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengere byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ng'umurizio nyago koranderio omundu nga karu ensemo eko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyoburuti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 3:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurigiro y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. We love
Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage igore linde ndia matukonzi nomona matebyo omoririo yo rero nagani ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure aria subi asibirengere byabo bire ari no onye go kwa Yesu Kristo teko ba ko ngumorizi onyago koranderio omuntu nga Ense mweko nyora boigongo so atore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene alianyare koba kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara koba to gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara koba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momentero ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request hour Ekerole asumu chibuogembo nichisemo chietanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale ejire registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables ni chindi chinyinge mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebrobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, natural gas burner. Banyore imeyumu chibuogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gosoba keresime ase namba enotisano na ibere isano lisato isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano na isato ibere maragatato eyemo isano na isato Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae gochakira chinsa 4 cha mambia boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na eyemo isano na isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friends School ayerera asa mabaga make atigarete
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbia mwana sana umwancho muri abetaseni kya Ndizi TV niko togendeta gusanga imiumurubiri wense yoboncheria astogendeta kwimanya obokoreri korwa sense meri ya Musoni Microfinance ko kwariana nenda sentunde yo mwelio ili ndetogendera gusanga aso bwa mwenyera sinsemo chiche mitandao sensemo ya Facebook nabako tonyora gwitira Ndizi TV News Digital nabega sense meri ya YouTube gwitira Ndizi TV News nabo igotiangalia nendo mugeni abekago toerera amange igoro yobokoreri wa Musoni Microfinance. Pengine unaweza tuelezea Erick, ni changamoto zipi ambazo mnapitia wakati wa kupeana mkopo? Asante sana. Baadhi ya changamoto tunazopitia kwa kupeana mkopo haswa wafanyabiashara. Baadhi wao utapata huwa hawana lisensi ya kufanya biashara. So ile wakati anapotutembelea kutaka mkopo, wakati huo ndio ukimweleza huwa anaanza kupanga mpangilio huu wa kupata lisensi. Ya pili ni haswa wafanyabiashara wa kilimo biashara kutoweza kuweka rekodi njema ili uweze ukafuatilia jinsi anayopata mapato yake na kuweza kufanya uamuzi ya kumpea mkopo. Ya tatu ni changamoto ya kufilisika kwa biashara. Mwezi huu unaweza ukapata umetembelea mteja hako na biashara na biashara yenyewe inakaa imara zaidi, lakini baada ya miezi mitatu anakuwa na changamoto na biashara yenyewe linaanguka. Ya nne, changamoto ingine ni diversion of funds kwa lugha ya Kimombo. Unampa fedha kwa mfano ya kununua bidhaa ya kibiashara na bila kukueleza anaitumia kwa njia mbadala, ndiposa anapata mzigo wakati wa kulipa mkopo. Ndio. Pengine mmeweza kuelimisha, kwa sababu umetuambia kwamba katika wale wa kilimo biashara huwa waweki rekodi zao vizuri. Pengine mmeweza kuwaelimisha ni jinsi gani wanaweza kuangalia matumizi yao? Ndio. Mara nyingi huwa tunawaelimisha na kuambia ni vizuri kuweka rekodi yake ya kibiashara ili aweze akajua ni kiwango gani ya mapato anayopata na vile vile ya matumizi anayotumia. Kwa sababu tunatumia sana teknolojia kwa kupeana mkopo, mara nyingi watu na washauri malipo yote wanayoyapata ni vyema wapate kwa njia ya simu. Ndiposa tukitoa statement ya M-Pesa tunaweza tukapata kila rekodi ya kibiashara kimenakiliwa pale. Ndio. Kuna wale ambao wanajua kwamba venye tumekuwa tukielezea kwamba Musoni Microfinance wanapeana mkopo, wanajua kikuja katika ofisi watapata pesa mara hiyo venye wanahitaji. Pengine naweza kuelezea ni muda upi unachukua ndiposa uweze kupata hizo pesa na ni kipi kile ambacho kinahitajika ndiposa mtu aweze kujipanga kikuja pale ofisini upate ako na hizo documents zote za kuqualify kupata mkopo? Asante. Vile nilisema pale awali, the standard ama itikadi kuu yetu ya kuweza kupata pesa ni baada ya masaa 72. Lakini kama mteja amekuwa na uwepesi wa kuweza kupeana zile stakabadhi tunazotaka, huwa tunaweza tukampea pesa hata kwa siku huo. Anaingia kwenye ofisi asubuhi, moja kwa moja tunakagua hilo ombi lake na tunaweza tukampea kwa huo siku. Ndio.
Kuna wafanyabiashara walisema pengine wanaweza chukua mkopo watumie wajihusishe katika matumizi mbadala. Pengine unaweza pea wasia mpenzi mtazamaji, wakati amechukua mkopo ni kipi kile ambacho anaweza kutumia kufanya? Huwa tunashauri wateja sana na vile vile tunawaelimisha. Kila mkopo unapopata kila mkopo ni vyema uwe wazi na uitumie kwa njia ufaao. Ukitumia mkopo yenye umepewa kwa njia mbadala, mara nyingi huwa inakupea tatizo ya kuweza kuilipa kwa njia ufaao. So mara nyingi huwa tunajaribu sana kuwaelimisha na kueleza ni vizuri watumie mkopo kulingana na ile jinsi walioikopa na sababu walioikopa kuitenda. Najua ni wetu wengi wanaweza tembelea katika ofisi yenu ili kujipatia mkopo. Pengine ni kipi kile ambacho kinaweza kuzuia mfanyabiashara asiweze kupata mkopo katika Musoni Microfinance? Sikupata swali vizuri. Naomba urudie. Nini kile kinaweza limit mtu kupata mkopo? Hilo swali ukilinganisha na baadhi ya changamoto tunazopata. Labda huyu mteja mwenye ametutembelea kwenye ofisi letu ama vile vile ametupigia simu, asipokuwa na stakabadhi zinazohitajika, haswa sisi tunapeana mkopo kwa njia ya kiteknolojia. Asipokuwa na namba yake ya simu uliosajiliwa kwa jina lake, itakuwa vigumu, sababu pesa inafaa tunatuma kwenye hilo namba lake ya M-Pesa. Asipokuwa na kitambulisho ya kitaifa, hatutaweza kuhakikisha ama kudhibitisha kuwa amefika umri fulani ya umri fulani ambao ni miaka 18 na uweza kumiliki biashara. Vile vile mara moja huwa utapata hawana lisensi sana sana kwa wale wanataka mkopo ya kibiashara. Lakini kwa wenye wanataka mkopo ya kilimo biashara huwa hatuangalii sana mambo ya license. Ndio. Ukiangalia kuna wale watu ambao maybe walichukua mkopo mahali wakawekwa kwenye CRB, pengine mnafuatilia hiyo ndio wasiweze kupata mkopo? Ndio, huwa tunafuatilia hilo. Lakini kuna kiwango fulani ya pesa na muda fulani watu waliweza kuchukua mkopo sana. Haswa hizi pesa za kidijitali za simu. Kama maelezo aliyetueleza kuhusiana na mkopo huo zinalinganishwa na wakati huo. Kwa mfano ule wakati wa corona kulikuwa na msuko sana, na kulingana na hali ngumu ya uchumi wateja waliweza kuchukua mkopo hizi za simu na wakashindwa kulipa. Kama tumeweza kupata maelezo kama hayo kidogo, huwa tunayasikiza na tunamweleza aweze akazilipa polepole, na lakini haiwezi kuwa kitu inayomzuia kupata mkopo. Tutampea mkopo na vile vile tutamshauri aweze akailipa polepole, ndiposa akitaka mkopo wakati mwingine tuweze tukampea zaidi. Ndio. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, pengine watu wameweza kujua ni vipi Musoni Microfinance wanaweza kupeana mkopo, wameweza kutembelea kwa wingi? Ndio. Baadhi ya wateja huwa wanatutembelea kwenye ofisi letu na vile vile huwa wanatupigia simu kwenye nambari ya ofisi. Na wale pia wenye tumewapea pesa pale huwa wanatuletea wateja wengine kupitia njia ya referral ili waweze wakachukua mkopo na sisi. Tunajua ni watu wengi
kupeana mikopo, pengine nyinyi mna deal aje na hiyo competition? Ni swali nzuri sana. Baadhi ya wale wanaopeana mkopo ama microfinance institutions, gunzo letu kuu, tunapeana mkopo kwa bei nafuu zaidi ukilinganisha na microfinance zingine. Ya pili, tunapeana mkopo, sisi ndio waanzilishi wa kupeana mkopo kwa kutumia njia ya kiteknolojia, haswa rununu. Na vile vile tunapeana kwa muda mfupi zaidi, chini ya masaa 24. Lakini kama isipokuwa kwa cases zile zisipoepuka, kama mteja kwa mwepesi kwa kupeana zile stakabadhi, ndio inaweza chukua muda ya masaa 72. So tunatumia hayo kuweza kudumisha uhusiano njema na wateja wetu na kupita ama kuwa ahead of our competitors kwenye soko. Ndio. Mfanyabiashara angependa kujua pengine kama angetaka mkopo kutoka Musoni Microfinance, ni lazima aje kwa ofisi ama anaweza pia tumia mitandao ya kijamii? Ni swali nzuri. Unaweza ukawasiliana nasi kwenye mtandao wa kijamii, moja kwa moja. Nambari yako itachukuliwa na watapeana kwa maofisa katika ile sehemu unayoishi. Alafu ofisa wetu moja kwa moja ataweza kukupigia simu, kukutana nawe na kuweza kukusaidia kuweza kupata mkopo wako na kudumisha biashara yako. Ndio. Sijui ni wasia upi ungependa kupea mpenzi mtazamaji, mshauri jinsi angeweza kutembelea Musoni Microfinance na services zenu ambazo mnapeana ili aweze kujipatia mkopo, kwa sababu uliweza kutuambia kwamba mnapeana mkopo kwa bei nafuu. Asante. Kila mteja ama mteja yeyote mwenye anahitaji mkopo, sisi kama Musoni Microfinance tuko na fursa ya kuweza kukupea mkopo kwa bei nafuu. Tunapeana mkopo aina 4. Ya kwanza ni mkopo ya kibiashara ama business loans kwa jina ya kimombo. Wewe ukifanya biashara kwa mfano ya duka, uko na hardware ama labda uko na chemist na kadhalika, ukija pale kwetu tutaweza kukupea mkopo na uweze inua biashara yako. Ukifanya biashara ya asset finance pia ni njia moja ya mkopo wetu tunapeana. Labda unataka kumiliki gari ya kibinafsi, personal cars, ama kwa mfano unataka gari ya kibiashara, matatu. Vile vile ukitutembelea tutaweza kukununulia lile gari unalolitaka na uweze ukakuwa miliki. Tuko na mkopo ya kilimo biashara. Kwa mfano unalea kuku ama unafuga labda ng'ombe za maziwa. Ukitutembelea pale tutaweza tukakupea fedha na uweze ukamiliki baadhi ya haya. Mwisho tunapeana mkopo ya kielimu, education loans, na inaweza kuwa kwa njia ya kupeana karo kwa wanaoenda shule, na vile vile kwa watu wanaomiliki shuleni. Labda unataka ukajenga, tunaweza tukakusaidia kufanya ujenzi, na vile vile tunaweza tukakusaidia kununua vifaa za shule pale. Ndio. Ukiangalia mfanyabiashara angependa kuwatembelea katika ofisi, unaweza tuambia mnapatikana wapi? Tuambie pia na zile branches zingine. Najua kuna wenye wanawatazama kutoka kaunti zingine, hebu tueleze. Asante. Nikirudia tena, hapa eneo la Kisii tuko jengo la Umoja Complex, first floor.
Hapo ukija utapata ofisi yetu ya Musoni. Kwa maeneo zingine tuko maeneo ya Nairobi, tuko maeneo ya Kiambu, tuko maeneo ya Machakos, maeneo ya Kitui, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Kitale, maeneo ya Migori, maeneo ya Homa Bay, maeneo ya Kisii, maeneo ya Narok, maeneo ya Kericho, maeneo ya Naivasha, maeneo ya Nakuru, maeneo ya Embu, maeneo ya Nyeri. Tuko takriban maeneo 25 Kenya nzima. Na tuko kwenye hizi sehemu ili tuweze tukafikia kila wateja kuwapea mkopo. Ndio. Asante sana. Acha niangalie kwa upande wa Facebook. Unaona Dominic Nyabuto korwa Keumbu amasawa goteba base tuned in mpaka tamati, yani show iko sawa. Mbemona sana Yuni yule mmoja awatanga tuned in. Cyrus Keumbe korwa Kisii no ali meyo morobele. Mbemona sana bali mugandete kubwatia umurobele wense yo bonchelia. Asagandete gukwanera igoro yo bokoliriwa Musoni Microfinance abakora kibesa cyeli kabeso wochia ase abonchelia una Erick agendete gotoerera nakyo bokoreri bwabo bwabeira sense moyo kweneke ngam abonchelia kwenyorera bali kibesa cyeli kabesa soko gendelia bonchelia na bwabo na boigo wekinia. Pengine Erick, kuna mpenzi mtazamaji ama mfanyibiashara ama kijana ako pale nje hajui venye Musoni Microfinance ina operate, sijui unaweza mwambia vipi katika utendakazi wenu wa kupeana mkopo ili kujiendeleza? Asante. Yule kijana aliye hapo nje ama mama aliyo pale nje, Musoni Microfinance ni microfinance inayotumia teknolojia kama gumzo kuu ya kufanya biashara. Unapokuwa na biashara na uko na stakabadhi za kibiashara, kwa mfano uko na license, uko na nambari ya simu yenye tunaweza tukapata M-Pesa statement ya kwako, unaweza ukatutembelea na tuweze tukakupea mkopo baada ya kuangalia stakabadhi zako na tuweze tukajua kweli una uwezo wa kulipa mkopo huo. Na tunapeana mkopo kuanzia kiwango ya chini ya 50,000 hadi kiwango ya juu ya 500,000. Na mkopo wetu tunapeana kwa bei nafuu zaidi, kwa njia iliyo wazi, na vile vile tunadumisha sana uhusiano njema na wateja wetu. Ndio. Pengine mmeweza kufikia wale watu ambao ama wafanyabiashara ambao ni huko mashinani? Ndio. Asilimia ya wateja wetu, asilimia 50 ya wateja ni haswa walio mashinani na wasio kuwa na akaunti kwenye benki kuu. So tumeweza tukafika pale na tuweza kuwasaidia haswa kwenye kilimo biashara. Na wameweza kufanya vyema kwa kujipatia ajira na vile vile kupea ajira kwa wenzao wanaoishi sehemu hizo. Katika mitandao ya kijamii wafanyabiashara wanaweza wapata vipi? Katika nini ya kijamii tuko Facebook, vile vile tuko Twitter, na vile vile tuko na nambari ya ofisi yetu kuu ya call center, ambao mtu anapokuwa na jambo lolote kupitia website yetu anaweza kuwasiliana nasi pale. Ndio. Umesema mko Twitter, mko Facebook, lakini ukutaja jina lipi mnatumia katika huo mtandao? Ama ni Musoni tu Microfinance? Musoni tu Microfinance. Yeah. Bemono sana mwanchumuli betaseni kia Ndizi TV ni gotoka ndeta kusanga nere Erick korwa asensemo ya Musoni Microfinance abakorwa obokoreri anomono asoko ena na chibesa chiri kabeso batangani obagusira omonchereri ole nsekegima aidinda kwenekya nganko egenderi ale na kugari ya obonchereri bwana baga gotukwanera ngam anyo gotagete kuimukia chibesa asinge
encho yokogenderia obonchire bwabo nabagakuru ibirengo na kyumonta kwenyorera chibesa ekyo onye gotete chibesa cyogwakana school fees nabuko batarera somo cyobosongo elindo nyorero bukoreri buro buyakigima nachikwana ni namba ya yesimi na ki murabe mu gukwana sokwene kinganko enyorera muri chibesa ekyo boyo nabakakwaniranga asense mweli yabonchire bali baganite kogale yobonchire bwabo nabogotwara nawe gotwara kebande kyabo mbaganite kigaranters mbaganite asogokorera obonchire bwage license ko ikotware omanchumurire ebyo ngatiye bintu biri baganire osoganire ayoganete kwimuke kibesa asokwene kyanganko genderere obonchire bwabo naboyigo nabakakwaniranga kerenge kenge asense moya baswati naboyiga abasaye nabo babere bakwenyorera kibesa ekyo asokwegenderere ayigo manchumurire nimetenga kwa bere ko gwesemi amange gwetera umurubiri yiga gwetera Musoni microfinance nande no chigutarira sinse mo kiri onyorero bokorera iburo buyakigima nabakagotebanga asense mo yabekero korengani nabantu bali bandi bakwena na chibestili kabeso especially yakero kuriye nga chibenge kero kuriye no naba ba digital online lenders ligoliria aba bagakwene nigolire Ense kegema yona bugotara asense mo kiri elinde onyorere obokorera iburo buyakigima kolende temo libageri gali bene chinga kitogokorera abega kwena ni namba ya yesimi nabo ibo atatebinka yobisi abegotoka imimu cyubosongo singencho yo mwanchu murigeria oganite gutara na gwikasi nsemo kiri elinde kwenyorera obukoreri obuyakigima tukimalizia Erick naweza peana namba ya simu ambapo mnaweza patikana pia utukumbushe katika mji wa Kisii mnapatikana wapi? Asante sana. Tukimalizia mji wa Kisii tunapatikana pale gorofa la Umoja Complex. Umoja Complex first floor. Ukifika pale unaweza ukatupata kama Musoni ofisi letu liko hiyo sehemu. Nikiona kwenye nambari ya simu ya ofisi nambari ya simu ya ofisi sababu kuna wale ambapo wangependa kuwasiliana nanyi wajue ni services zipi ambazo mnapeana nikiwa pengine kuna maswali mingi wangependa kuuliza unaweza peana nambari ya ofisi ili waweze kuwasiliana nanyi. Kuna wengine unajua wajui mji wa Kisii hawajui Umoja Complex inapatikana wapi wangependa wape direction unaweza peana hiyo nambari ya ofisi ili waweze kuwasiliana nanyi. So nambari yetu ya ofisi ni 0735 633 622. Nitarudia 0735 633 622. Ukitupigia pale utaweza ukatupata. Sasa fursa hii ni yako, wakaribishe katika Musoni microfinance, waambie mnapeana pesa mkopo na watapata kwa bei nafuu. Wakaribie kule Umoja Complex wapate services zenu. Asante. Nikimalizia asante sana mteja kwa wakati wenu huu. Sisi tunapatikana sisi kama Musoni microfinance tunapatikana pale Umoja Complex, gorofa la Umoja Complex first floor. Tunapeana mkopo ya kibiashara, mkopo ya kilimo biashara, mkopo ya kielimu na vile vile mkopo ya kumiliki ama asset finance. Tunakukaribisha nyinyi wote mweze mkatutembelea kwenye ofisi yetu. Tunapeana mkopo kwa bei nafuu. Tunapeana mkopo kwa njia ulio wazi zaidi na vile vile tunajaribu sana kudumisha uhusiano njema kati yetu na wateja wetu. Ukifika pale tutaweza kukuhudumia na utapata pesa kwa chini ya masaa 24 ama kwa ikielekea zaidi sana ni zaidi ya masaa 72. Nambari ya simu nimewapea na waomba tuweze tukafika pale ili tukadumishi biashara.
Ndio. Asante sana kwa kufika katika studio yetu na kuzungumza nasi kupitia Musoni Microfinance. Ambia mwana sana mwanchumulia wetaseni kia Ndizi TV kwa bere kugosangana ntwa mange atobere tugosanganere Erick kurwa sense media Musoni Microfinance yo bere kagukwanera obakoreri bwaba nemono asoko ena na chibesa chiri kabeso ochia ase omoncherere orioganite gukini oboncherere bwaye nabo igokwegenderia buna bere kagukwanera tali bintu binge baganiti asoko ena na likabese ilio kulendo mwanchumulia nabo kubatalira sense media umoja complex irinde mube mugosanga amange mwanchumulia nabakingo gatebenga gochake talikia yamo eyuere ankyo maguli na chiwonchereria anene mono asense meli toroche ngali goliria mafutandi chikomenta kera ligo chigoika shiringi emie ya 90 ni shiringi bere asense meli elitaiga kere ligo lingo chiririgo kina ase chishiringi 12 ngo bwatikana ne bili HVS yabeteke kwiti gubwango ya mwanchumulia no metenga kere sector yo basombi ego chenchi amagoli ego manya ngakere gento ngichigo chenchi amagoli ayo mwanchumulia nabongo cha gukumanyia egwiki gocha na kia magoli abere kago chencha. In the meantime mwanchumulia nabo gotalera Ense media Musoni oinyorero bokoreri nabo gukwana na barabo gwetera sina mbiyesi mibaba korwa ambate aba nekinga sinse mo chiche mitanda nabo gukwana na barabo gwetera Ense media Facebook natambara Ense media Twitter gwetera Musoni Microfinance kolendo gwikirabo mwanchumulia no to gukorera umurubire weli tukolia rero nyora sinse mo chiche mitandao sinse mo ya Facebook nabo gotonyora gwetera Ndizi TV News Digital nabega Ense media YouTube gwetera Ndizi TV News oiga Ense media website nabo gotonyora gwetera www.ndizitv.net irietera Frida Kerubo kuganilia obuligelia borobia tumira no mutinyo muye weekend elinde tusange asobwa motwara obuligelia borobia.